Kwa heshima kubwa tunaomba tuketi. Asanteni sana. Basi Mheshimiwa wetu mpendwa Daktari William Ruto, namuona pia Cabinet Secretary wetu Musalia Mudavadi pamoja na Cabinet Secretaries wote ambao wako hapa. Kwa heshima kubwa pia ninamuona Governor wetu wa Kajiado County Joseph Ole Lenku. Naona pia Governor wa Narok Mheshimiwa Patrick Ole Ntutu na waheshimiwa wote ambao waliokuwa hapa, maaskofu na watumishi wa Mungu ambao wako hapa. Kanisa la Kristo la Kimana, kila mmoja aliyefika katika ibada hii ninawasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru sana kwa sababu ya kupewa nafasi hii ya kusimama na kusema neno la Mungu pamoja nasi. Naitwa Mchungaji Wilson Musikeri. Nimeokoka. Yesu ni Bwana Mwokozi katika maisha yangu. Mimi ni mchungaji wa makanisa ya Kenya Assemblies of God, na pia kwa heshima kubwa Mungu amenipatia kuwa mwenyekiti wa muungano wa wachungaji Kimana. Na ninashukuru hiyo wachungaji, Bwana wabariki. Na hata kwa heshima kuniambia nisimame kwa madhabahu haya na kusema neno la Kristo. Niko mzee ambaye nimeoa. Niko na mke. Na shida ya wahubiri saa zingine introduction inatusumbua. Wacha niweke tena niko na mke wangu mpendwa. Pauline Wilson ambaye tumeoana na tumebarikiwa na watoto. Unajua saa zingine kiafrika utashinda kuhesabu watoto 1, 2, 3 maana ujue mambo ya Mungu. So niko na watoto. Bwana asifiwe sana. Jamani tupigie Yesu makofi mpaka hapo kwa jina la Yesu. Amen. Nimeshukuru sana pia Mungu ambayo ametupatia heshima kama kanisa la Kimana. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa kuhudhuria mkutano huu na ibada hii. Ibada hii sio mara ya kwanza. Tumewahi kuwa pia na kongamano ya pamoja ya makanisa yote Kimana pale town. Na ni kwa sababu tu ya reports za dini na mambo mengine ndio tukaona turudi makanisani, lakini tulikubaliana kwamba kila mwaka tuwe na ibada ya pamoja kama kanisa la Kristo. So hii sio mara ya kwanza, na kwa neema ya Mungu haitakuwa mara ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa heshima kubwa pia nimeheshimika kwamba mimi ni mkazi wa hapa kabisa, kusaliwa tangu utotoni. Jamani, ninaheshimika ya kwamba hii ndio primary school nimesomea, Kimana Primary School. Kuanzia darasa la kwanza hadi la 7 nimeenda kufanya mtihani wa darasa la 4 mahali pengine. Nimeenda Oloitoktok High School, na kwa sasa kwa neema ya Mungu ninafanya katika chuo kikuu ama ninaendelea masomo chuo kikuu cha KAG University kwa shahada ya degree yangu ya Biblical Study. Na ninamshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani tumbarie Yesu shangwe na vigelegele wapendwa. Amen. Amen. Kwa hii baada ni tofauti na ni ya kipekee, sababu kuna wazee washirika wetu na wamama ambayo hatujapata nafasi kuwaona tena kwa ibada, na kwa sasa leo tumewaona na tena mlikuja mapema sana. So hebu angalia mzee wako wa kanisa, mwambie karibu, maana kwa kweli tumekukosa sana kwa ibada. Leo Bwana amekupatia nafasi. Kuna wazee wazuri sana lakini saa zingine hatuwapati, lakini leo Mungu ametupatia kibali muwe na mlikuja mapema. Bwana Yesu awabariki sana. Jamani tupigieni Yesu makofi mazuri. So maaskofu tukitoka hapa, hakikisha umesalimia mshirika wako na umwambie umekuwa wapi kwa hiyo muda sasa, at least, na kama mambo ni mazuri ya kuelezea uko wapi. Jina la Bwana libarikiwe. Niruhusu nilete neno la Mungu sababu ya muda. Nasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Napenda pia topic yake inasema ni matendo ya mitume, sio matendo ya mawazo ya wanadamu. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Praise the name of the Lord. Thank you. I'm reading from chapter 2 as from verse 42 downwards up to 44. Message ya Litorian. Mwadhani yako sho ataiwe Yesu.
Praise the Lord. Tumpatie Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya. Amen. Nasoma andiko ambalo linasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 42, 43, 44 na itakuwa nikiendelea. Biblia inasema hivi ya kwamba wakawa wakihudumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Naomba niendelee kusoma. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanyika na mitume. Mstari wa 44 wa mwisho, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyao shirika, na Bwana alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naleta neno ambalo linasema ya kwamba what is the purpose of the church? The purpose of the Church of Christ. We are not talking about the purpose of just a church. We are speaking about the purpose of the Church of Christ. Kristo alitamani kanisa lifanye nini? Ama kiini chake ni nini? Na likaitwa Matendo ya Mitume. Biblia inasema ya kwamba jambo la kwanza, wote walidumu katika fundisho la mitume. They were together. They gathered and they listened, the scripture, the word of God from the apostles. Jambo la kwanza la kanisa la Kristo, mimi na wewe tukiwepo. Maana mahali pengine anasema katika Mathayo mlango wa 16 mstari ule wa 18, nitalijenga kanisa langu. Nitalijenga kanisa langu. So kanisa ni la Kristo. Salimia watu wawili, mwambie kanisa sio lako, kanisa ni la Kristo. So lazima tufahamu hiyo. Akasema nitalijenga kanisa langu. I will build my church. It is not Pastor Wilson Church. I am so happy to be a pastor of that fellowship. But I have to have an idea and to have the insight and to have the knowledge that the church belongs to Christ. We are one. We are a church. We are fellowship of Christ. Praise the name of the Lord. Mahali pengine anasema ni bibi harusi ya Kristo. It is the bride of Christ. So ni kama tunaandaliwa, maana bwana harusi yuko karibu kurudi. Guza mtu mwambie sisi ni bride. We are the bride. We are welcoming Christ Jesus to come and take his church. Nitalijenga kanisa langu. Mathayo 16:18. So jambo la kwanza walifanya, hawa watu walipenda neno. Amen. Walidumu katika fundisho. They were devoted. Walidumu katika fundisho la manabii na mitume. They are so categorically. They sit down and hear the word. They were so focused. Sometimes we need to be focused. We need to be with an agenda. Our agenda is the scripture. Our agenda is to sit down under the teaching of the apostles. Sitting down and be prepared and listen and abide by the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo kubwa tumeachiwa ni kukaa katika mafundisho la mitume. Salimia mtu mwambie tuko hapa kwa sababu ya kusikia maandiko, ya kukaa katika mafundisho ya mitume. We don't have another agenda. Our main agenda is to hear the teaching, to abide by the teaching and to obey the teaching. Bwana asifiwe. Wale wazee wetu wote ambao mnapata nafasi ya kuja kwa ibada leo mara ya kwanza na tumewapoteza kidogo, pigia Yesu makofi na mwambie Bwana turudi katika mafundisho, turudi katika unabii wa neno la Bwana. Praise the Lord. Walidumu, jambo kudumu sio leo peke yake. Na wacha leo niseme hivi, kanisa ni walioitwa na Kristo. Sio jengo. Majengo tunaweza jenga mazuri sana, na hivi karibuni naomba Mungu anipatie moja. Lakini kanisa ni mwili wa Kristo. Walioitwa, waliochaguliwa,
walioamini mafundisho ya manabii. Praise the Lord. Guza mtu mwambie wewe ni sehemu ya hiyo mafundisho. You are part and parcel of that scripture, of that teaching of apostles. May the Lord bring us back to the word, to the teaching, to the class, to the information of hearing the scripture. Walidumu. So jambo kudumu ni kwamba sio Jumapili peke yake na sio Jumatatu, walidumu katika mafundisho. Jambo la pili, walikuwa na shirika moja. They had a fellowship together. Praise the Lord. Let me tell you the truth, without hata kukaa kando. Unaweza kuwa wewe ndio rafiki yangu pale mbinguni. Unaweza kuwa tutakaa na wewe pale mbinguni kwa kiti moja na kwa room moja. Salimia mwambie ukiokoka vizuri unaweza kuwa wewe tunakaa pamoja kwa room moja. Salimia mwambie bila kuangalia kama ni mweupe, mweusi, mrefu, unaweza kuwa candidate kwa room yangu. Na utasikiaje ukikaa kwa room ya maaskofu? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumbalie Yesu shangwe na vigelegele. Bwana asifiwe. They had fellowship together. They abide in fellowship. This great church of apostles, they are always in fellowship. The great, the word fellowship in Greek is koinonia. Koinonia. Sina nimewaambia niko shule kidogo, kwa hivyo mkisikia Greek kidogo basi munielewe. Bwana asifiwe. Mwambie koinonia. Angalia mwambie kuna vitu inaitwa koinonia. Koinonia in Greek. Koinonia. It depends na matamushi. Najua sasa mimi pia ni wa hapa kabisa. Bwana asifiwe sana. So jina hili ina maana ya kwamba association. People to come and associate and to have a fellowship of association. This word also can say a communion. People who can gather and have a communion together. Praise the Lord. This word also can say it is like close relationship. Having a relationship together. Na ninashukuru Mungu sana nikiendelea. Najua nimemtambua mke wangu. So leo najua wazee ukitumbua mama mbele ya umati kama hii, hata huko mambo iko sawa. So nafikiri itakuwa sawa sana. Unajua mama hataki kitu kingine kutambuliwa tu. Salimia mwambie saa zingine tambua mke wako tu. That relationship. That kuja pamoja. Hii tabia unaficha mama sio sawa. Achilia mama ajulikane hata kwa taifa kama hii ya leo. Praise the Lord. Ni vile tu muda imeenda, ningemlete hapa siangiki mzuri sana wa Kajiado County. Praise the name of the Lord. Patia Yesu shangwe na vigelegele. Hallelujah. They had a fellowship together. They were together. They were in fellowship. Hallelujah. And I am so eager. I'm so happy today. I'm really so excited to have a fellowship of saints, men and women of God, who can hear, who can sit down and hear the apostle teachings. Hallelujah. Salimia mwambie hatuja kuja hapa bahati mbaya. We need to hear the apostles teaching. We have to be a fellowship together. Praise the Lord. The other things of this great church of Christ. Na sijui kwa nini nataka kukaa kwa neno. Maana neno ndio kila kitu. Naomba nirudi kwa neno. Maana mahali pengine kwa Waefeso inasema, kuna mahali inasema neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16. Let the word of God dwell richly. My God, watu wa Mungu, neno la Mungu likae kwenu kwa utajiri. Wakolosai 3:16. Na mahali pengine anasema ya kwamba nitalituma neno langu. Psalms 107 verse 20. Nitalituma neno langu na neno langu litawaponya na shida zenu nyote. So the word of God has that power that can heal, not outside, not your external life, even spiritually. It has that ability to heal you, to redefine you,
to regenerate you. Wacha nirudi kwa Kiswahili kwa sababu najua sasa bado niko mwanafunzi wa huko na naona kama Kiingereza inanifuta. Hebu tusalimiane. Bwana asifiwe. Patia Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya. Nasema kanisa la Kristo walikuwa wanapenda neno. Zaburi anasema na nitalituma neno langu. Jina la Bwana libarikiwe. Na neno langu litawaponya na shida zenu nyote. Oh, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mkumbushe mtu, mwambie kanisa ni neno. Kanisa ni neno. Tukikosea neno, tumekosea kila kitu. And let me tell you, when we say the word, you proclaim the word. Na maana leo nimekangana sana. Wacha nikae kwa neno. Wacha nikae kwa neno. You must proclaim the word. You must explain the word. Hallelujah. You must explain the word. And you must apply the word. You don't just hear the word of God. We must apply that word. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, Bwana asifiwe. Walikaa kwa ushirika. Jambo la tatu, hawa wapendwa waliumega mkate pamoja. They break the Holy Communion together. Naomba tu Mungu ya kwamba hii mawazo pia ya kila dini ni sawa, lakini saa zingine mjua ya kwamba sisi ni mwili wa Kristo moja. We are one in Christ. We can share the Holy Communion together. We are sisters and brothers in the kingdom of God. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kanisa la Kristo, kama unampenda Yesu, inua mikono yako, tumpatie Yesu shangwe na vigelegele. Haleluya. Waliumega mkate pamoja. Jambo la mwisho, kanisa hili la mitume walikuwa wanapenda maombi. They dwell in prayer. Hii ndio roho ya Mungu, maombi. Hii kanisa halikuwa tu na maneno, walikuwa pia wanadumu katika maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Na mahali pengine nasema kwa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, tell your neighbor, are you part of those people? Because the Bible says, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Oh my God. Praise the Lord. And prayer is the key in the church. We cannot have a church just like that. We need a church that can be able to pray. Pray. The Bible says, when they call, I will hear them. I will hear them from heaven and forgive their sins and heal their land. May the Lord hear your prayer this morning in the mighty name of Jesus. Nasema Bwana asikie ombi la kanisa ya kwamba tunaweza omba inji upone. Tunaweza omba familia itembee kwa amani. Tunaweza omba watu wasamehewa dhambi. Kanisa la Kristo walidumu katika shirika la maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. The Church of Christ, mwili wa Kristo, walidumu katika maombi. Walidumu kufanya kazi ya Mungu pamoja. Walifanya kazi hii bila kuangalia kala, bila kuangalia mahali ametoka. Maombi haijui umetoka wapi. Maombi ni maombi. When we pray, some things happen. Na tutaomba leo kwa jina la Yesu, kwa madhabahu ya Kimana, na mambo yatabadilika, na mambo yataonekana katika ulimwengu wa Mungu. Katika jina. Na Mheshimiwa Rais, najua sisi ni wakulima. Tunapenda kilimo na tunapenda biashara. Including mimi, maana mchungaji mzuri ni mchungaji pia anayejifanyia kazi. So tunaomba Mungu ya kwamba hata mashamba yetu imarike. Mafuno ipatikane hata wakati huu wa mvua katika jina la Yesu. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Loitokto kuna mahindi, Loitokto kuna maharagwe, Loitokto kuna mambo mengi sana nzuri. Aiwitu Mungu atubariki tuwe na mazao mwaka huu katika maombi kwa jina la Yesu.
Na siku moja naamini Mungu ya kwamba hii barabara yetu ya Elastic mpaka Ndalala mpaka huko Taveta itakuwa ni uchumi kubwa sana kwa kanisa la Kimana. Najua viongozi walio hapa, sisi pia tunataka washirika wafaulu na waimarike. So mimi nafikiri barabara ikakuwa nzuri. Kuna mzee wangu wa kanisa najua atafaulu. Kuna mama wa kanisa nafikiri atafaulu. Hii barabara ya Elastic Rombo huko Taveta naamini ya kwamba hii maombi ya leo itafanya mambo. Jina la Bwana libarikiwe. Ni wangapi anaamini maombi bado inafanya kazi? Maombi bado inafanya kazi. Hebu tuamuke tuombe kwa heshima kubwa ya Mungu katika jina la Yesu. Rabakota basele boshakara basanda. Naomba tushukuru Mungu kwa nafasi hii katika jina la Yesu. Unaweza inua mikono yako moja tukikumbuka kanisa la mitume, kanisa la Kristo, kanisa la kwanza, kanisa lililopenda mafundisho, kanisa lililopenda ushirika ya pamoja, bila kuangalia dini lako, bila kuangalia title yako, bila kuangalia umetoka wapi. Walipenda shirika la pamoja, walipenda kumega mkate wa pamoja, walipenda kushiriki maombi ya pamoja. Hii nchi itasimamishwa na kanisa, hii counties zitasimamishwa na maombi. We need people who can pray. The Bible says, if my people who have been called by the name shall humble themselves and pray, I will hear their prayer, and I will forgive their sins, and I will heal their land. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, I glorify and honor your able name. Asante kwa sababu ya ibada hii ya mwili wa Kristo wa Kimana. Naomba Bwana uturudishe katika mafundisho. Naomba Bwana uturudishe katika maombi. Naomba Bwana uturudishe Mwokozi katika kumega mkate pamoja. Jina lako lihimidiwe na jina lako litukuzwe. Asante maana hakuna aliye kama wewe. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini, na kanisa la Kristo waseme amen. Shalom, shalom. May the Lord bless you. I love you in the love of Christ. Thank you, our president, will be with us. Thank you, the whole national government and the county government. As a preacher, I have a place to pray for this nation. I love Kenya more than anybody else. May the Lord bless you. And let me also conclude by kumpongeza rais. Mimi ni mtu pia wa kuangalia mitandao na kuangalia taarifa. Nimesikia kwamba pia wewe ndio chairman wa East Africa Communities. Nilikuwa na chambua ni zaidi ya karibu inchi 8. Na rais wetu ndio anayeketi kama chairman wa hizo communities. Bwana akubariki na tunakuombea. Thank you very much. May the Lord bless you. Asanteni sana. Oh yeah.